today that if I want to get on the front page of the newspapers, if I want to be top news, all I have to do is to stand here and insult Uhuru Kenyatta or call Ruto names or say Raila ni huyu wa mwisho, I'll be on the front page. I just need to stand here and say huyu mwanasiasa ni mjinga wa mwisho alifanya hivi, and I'll be on the front page. I'll be considered to have talked something. But we stand here and talk about how do we get money into our people's pockets? How do we come up with ideas to ensure that our mothers have more money in the pocket? We are not covered. It is nowhere. And ironically, the editors and the journalists who don't give credence to economics stories and politicians who are developing this country have now been fired. And more will be fired. Self-preservation, even self-survival says, discuss issues that are going to help yourself. Now they are sitting at home with their children with no jobs, and there are no jobs in the horizon. And more will be fired. Because when you set the agenda is politics, that is what Wananchi will follow, it's politics. But if you set the agenda, it's about the economy and money in the pocket, the whole country will be galvanized, talk about money, innovation, manufacturing, and other people will rise together and will become a rich nation. Otherwise, 10 years from today we'll be talking about the same thing, saying, oh, tuliwapigia kura, hakuna kitu walifanya, waliiba pesa zetu. Kwa sababu, we're just looking at those leaders who are making us happy and pleasing and setting the agenda of empty politics and not on what matters, and that is better infrastructure, better lives for our people, better livelihood, so that you wake up in the morning and you feel that you're free and you're in a better country. The economy, the economy, the economy. Money, money, money. Ukweli wa mambo ni kwamba hivi sasa katika nchi yetu ya Kenya, familia ziko kwenye shida. Wazazi wamefutwa kazi, wako hapo wanaangaliana na watoto. Uchumi umedidimia, hakuna biashara, kampuni zinafungwa. Na tuseme ni corona, la, ni kwa sababu uchumi wetu umekuwa pia uchumi mpungufu. Umekuwa ni ile into weak economy kwa muda mrefu, hakuja kuwa na pesa kwa mfuko kwa muda mrefu. Kwa hivyo shida ikitokea kabisa tunaanguka na kutumbukia. Kwa sababu kuna nchi zingine zina corona, kama Marekani watu wamefutwa kazi, wanapewa unemployment. Australia wanapewa check. Ufaransa wanapewa check. Afrika Kusini wako na cushioning. Kuna kitu ambacho kinawasaidia. Wanabiashara wanapewa pesa wasifunge kampuni ili kuwafuta watu kazi. Hapa Kenya watu wanafutwa kazi, wanaenda nyumbani bila pesa. Na ni kwa sababu ukiangalia magazeti yetu kila wakati wanaongea tu kuhusu huyu mwanasiasa anataka cheo kubwa siku moja, huyu mwanasiasa ni wa kabila hili, huyu ndio ataongoza hiki, huyu amefutwa kazi, huyu ameondolewa, ameteremshwa suruali chini. Badala ya kuongea kuhusu uchumi wetu, ya kwamba huyu kiongozi anafanya kazi ya kulete uchumi uweze kupanda, vijana wapate kazi. Kila siku napata simu vijana kusema nitafutie kazi. Utatoka wapi? Mimi nimefanya kazi yangu hapa Machakos, kujengea watu wangu barabara, kujaribu kuinua uchumi, lakini Kenya yetu, maisha yetu yote yanasema wachana na maendeleo, wache tuongee siasa, kabila letu. Watu wanaitwa wakae chini kwa meza, kugawana viti. Hawaitwi kwa sababu huyu ni mtafiti na kiongozi ambaye ana ujuzi wa kuletea vijana kazi, ama anajua kujenga barabara, ama hali ya afya, ama huyu maoni yake yataunganisha Kenya kwa njia ambayo italeta uchumi upande. La, ni wewe ni kiongozi wa kabila hili, hata wewe una kitu ndani ya kichwa, wewe hauna akili, hauna nia nzuri, hauna mipango mipya, unawekwa juu ya meza. You have nothing to offer, na unawekwa hapo. Alafu tunasema Mungu tusaidie. Ni sisi wenyewe, ni fimbo ya kujipiga hiyo. Ukiangalia mimi leo ningesimama hapa niseme Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni hivi na hivi, ni mtukane. Ama niseme William Ruto ni hivi, Raila Odinga ni hivi. Ungeniona kesho magazeti, redio, niko kila mahali nikiongea kuhusu vile nimewatukana hawa, nimewaita hivi na hivi. Lakini tukiongea kuhusu nini tufanye ndio vijana wetu wapate kazi, ndio biashara zifunguke, ndio akina mama nani pesa kwa mfuko, wanahabari na wengine katika saiki yetu ya Kenya tuangalie kama hicho ni jambo la maana. Sasa wale wanahabari walikuwa wanaweka hawa viongozi ambao wanataka vyeo kubwa kwa gazeti, hao pia wamefutwa kazi. Wanakaa nyumbani. Vidole vyao sasa viandiki sasa kwa sababu wako nyumbani, hawana kazi.
kwa sababu waliegemea, na hao wanasiasa ambao walikuwa wanawachangia kuweka front page headline, hao maisha yao yako sawa, wako na pesa na magari na ndege na maisha yako sawa, lakini huyo mwanahabari anaumia. Kwa sababu ukiandika kuhusu jambo, tukiongea kuhusu jambo, hilo ndio tunaambia wananchi, hilo ndio jambo la muhimu tuangazia katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo naomba nchi yetu ya Kenya yote tafadhali, mimi kama kiongozi ambaye najiita sauti ya wanyonge, nikiwa sauti ya wanyonge, nataka kidole changu kinapoonekana kiwe ni kidole cha kutetea hali ya wananchi, kidole kinachoinuka. Kikiinuka kidole hicho ni kinainuka na kuwaongezea watu wangu wa Kenya pesa kwa mfuko. Hilo ndio jambo ambalo la maana katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo naomba tafadhali tushirikiane, tuanze kuongea kuhusu mambo yanayofaa.